Yaani jamani, hii dunia inashangaza sana. Mjue dunia inashangaza sana. Mtu nina hela zangu, nina maisha yangu, kila binti wa kazi nayempata msumbufu, hawafanyi kazi vizuri, yaani wapo hapo tu. Yaani mpaka saizi nishafukuza mabinti 12 na mimi sijali wala nini. Ninachoangalia hela naitafuta kwa tabu. Haijalishi naitafuta kwa njia gani, lakini siwezi kupata binti wa ovyo ovyo mimi. Nataka binti anayefanya kazi, binti anayejitoa. Kwa hapa nimetoka kumtimua binti mwingine, tuangalie huyu anayekuja kama atakuwa anafanya kazi au hafanyi kazi. Ngoja nimwangalie anafanya usafi hapo. Wewe binti nani vizuri, pita pita na huko. Fanya vizuri. Yaani kama unajiona hii kazi yenyewe uwezi, unaweza ukaondoka sasa hivi. Yaani sasa hivi unaweza ukaondoka. Deki vizuri. Uko chini ya meza huko kote sitaki uchafu, kuvumbi, yaani vumbi, yaani nataka nikikagua, nikishika hivi yaani nisione chembe ya mchanga wala vumbi. Fanya usafi vizuri. Lakini bado hajaniridhisha na usafi wake. Usafi wenyewe anabaki anagandia hapo hapo muda wote anaganda hapo hapo, ndo nini sasa? Sijapenda hata ufanyaji wake wa kazi. Huyu naye huyu ana siku nyingi nitamtimua. Bora nimtafute mtu mwingine. Hatimaye nimepata huyu hapa. Mtu mzima kidogo. Mtu mzima naye huyu hivi anaweza kazi, huyu ndo amekuja kupoteza muda hapa tu na kunimalizia chakula changu. Na nifanye usafi. Ngoja nimsikilizie na huyu naye nione. Anajitahidi lakini penyewe ni mzee na umri umeenda hivi, anadeki yupo mshapu hivi. Ngoja nimsikilizie, nikiona naye haeleweki naye namtimua. Maanake mimi sitaki, yaani sitaki kabisa kukaa kupanda kichwani na wafanyakazi. Amemaliza hapo, anakuja anaosha vyombo jikoni kama kawaida. Yaani kiufupi tu huyu mama akamkubali mwenyewe kwa jinsi anavyochapa kazi. Akiwa zake chumbani sasa, huyu dada anaanza kupiga simu. Vipi? Yaani huyu binti mlinileteeni safari hii nimempenda, anafanya kazi kweli yani. Yaani nikajua na mzee wote ule hata kazi atakuwa msumbufu afanye, lakini yeye anajitahidi, lakini na uzee ule. Ila jamani, watu wajitahidi kutunza mama zao, usiku nani wafanye kazi. Nitoke zangu niende kwenye biashara zangu hapa. Yaani hapa nimetokelezea, hapa nimevunja kabati. Yaani hapa ni zaidi ya kuvunja kabati. Hii suti niliyovaa hapa, kuna mtu yoyote anaifikia kweli? Kwa urembo huu nilionao, kila nakokopita mimi lazima watu wageuke nyuma. Mimi ni mrembo bado, naita. Yaani binti mdogo mwenye mafanikio makubwa. Utapata wapi kumuona binti mrembo kama mimi? Shepu ninayo, hela ninayo. Utapata wapi kumuona binti jasiri kama mimi? Basi huyo mama baada ya kumaliza zake kufanya usafi, anakuja amekumbatia picha ya mwanae ambaye alipotezana naye kipindi mdogo. Mwanangu, nitakupata wapi mimi jamani? Nitakupata wapi mimi? Nimekukumbuka mwanangu. Sijui lini nitakuona. Ona mamako ninavyoteseka kufanya kazi za ndani. Laiti tungekopo mimi na wewe, mimi leo nisingekuja kufanya kazi kama huku. Nimekuja huku ili nipate tu faraja. Angalau hata nijifariji. Ila kwa kuwa nina picha hii naendelea kukumbuka mwanangu. Jamani, huyu mama hii picha ameitoa wapi? Na mbona ile picha na mimi hata mwenyewe ninayo? Ameitoa wapi ile picha? Nitia mashaka. Ameitoa wapi ile picha? Ile ni picha yangu mimi kipindi mdogo. Hapa itabidi nimfuate, nikae niongee naye. Anielekeze ile picha ameitoa wapi. Maanake haiwezekani tuwe tuna picha mbili tofauti. Mama amejua kunitia maswali. Ngoja nimuulize nijue nione, au ngoja nikapekenyue kule nijue zaidi. Lakini hii picha nikiangalia ni yenyewe kabisa kipindi mdogo. Na hii album hata mwenyewe ninayo, inamaanisha huyu anaweza kama mamangu kweli? Ngoja niendelee kufuatilia. Mungu wangu, hadi picha. Jamani, kumbe ni mamangu mzazi. Na kumtumikisha kote kule nilikokuwa namtumikisha, kazi nilipokuwa namfanyisha mara kwa mara, kumbe ni mamangu mzazi. Sijui atakubali kweli kunisamee tukaishi kama
nani tukaishi kama mtu na mama yake kwa jinsi nilivyokuwa namtuma na kumkaripia. Afadhali mama mwenyewe hata amekubali, jamani mamangu nilikumisi toka kipindi hicho mdogo, umeniacha.